Jambo kubwa ambalo limekuwa likizungumziwa hivi karibuni kwa kiasi kikubwa mno ni juu ya kile ambacho kimeweza kuonekana baina ya Mwijaku pamoja na mkewe ambaye ni Mama Malichui, na wawili hawa kuonekana kuwa ni watu ambao kwa sasa hivi kuna vitu ambavyo haviko sawa katikati yao. Na moja kati ya story kubwa ambayo ilikuwa ikitrendi mno kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa ikidaiwa kwamba Mwijaku alishawahi kufumaniwa na mke wake akiwa na mwanamke mwingine, ambapo baadaye ilidaiwa kuwa Mwijaku alikuwa na mpango kuweza kufunga ndoa kabisa na mwanamke huyo ambaye aliweza kufumaniwa naye. Lakini pia licha hivyo Mwijaku bwana alinukuliwa akisema kwamba yeye kama watu wanaendelea kuzungumzia zile stories za kusema kwamba mali zitatakiwa zigaiwe baina ya wawili hawa, yani Mama Malichui pamoja na Mwijaku, mali zao waweze kugawana, basi yeye hana chochote alichokuwa nacho, zaidi anamiliki pikipiki tu, lakini vyote vilivyobaki ameweza kuviandika urithi kwa mtoto wao ambaye ni Malichui. Sasa ilikuwa ni moja kati ya sakata kubwa sana kiasi cha kwamba mambo yalikuwa ni mengi mno kwenye mitandao ya kijamii, lakini tukaweza kumuona Mwijaku pia akisafiri kwenda Dubai na nini na kufanya mambo yake mengine, na kuna kipindi pia aliweza kuonekana akiwa pamoja na Diamond Platnumz, ambapo Mwijaku alizungumza kwa uchungu akisema kwamba anapitia magumu sana kiasi cha kwamba inafika muda naona hata watu wale wa kumshauri pia anawakosa, lakini pia anahitaji utulivu ule kupitiliza. Lakini pia akaenda mbali kwa kusema kwamba eti imefika kipindi hata Diamond naye amekuwa ndiye mshauri wake, kitu ambacho alikuwa hajawahi kutegemea kabisa. Sasa kwenye vyote mambo yakaweza kuwa ni mengi mno, lakini pia licha mambo kuwa ni mengi, basi ikasemekana kwamba kuna barua ambayo imetoka, na ni barua yenye kumtaka Mwijaku aweze kutoa taraka kwenda kwa mkewe ambaye ni Mama Malichui, kitu ambacho Mwijaku yeye mwenye binafsi anaonekana kupingana nacho kabisa. Lakini sasa Mwijaku ameweza kwenda mbali zaidi. Hivi karibuni ameitisha kikao na waandishi wa habari kwa ajili ya mambo kadhaa, lakini pia licha ya hivyo basi Mwijaku amefunguka vitu vingi sana, lakini vyote alivyofunguka ni kuhusiana na mkewe pamoja na kile ambacho kimekuwa kikiendelea baina yake pamoja na Mama Malichui. Lakini kubwa zaidi, Mwijaku ameweza kuomba msamaha wa dhati kabisa kwenda kwa mkewe kwa kusema kwamba yeye anaomba msamaha kwa sababu kama mke wake anataka kuachana naye ama chochote kitokee katikati yao, basi arudi mpaka mwaka 2013, kipindi ambacho Mwijaku alikuwa hana kitu, lakini alipambana sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatoboa na anampatia kile ambacho mke wake alikuwa kikihitaji. Lakini pia kaenda mbali na kuyasema mengi kwamba alishawahi kufanya juhudi nyingi sana na kina Ruge Mutahaba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mke wake anapata kazi kwenye moja kati ya tawi la benki na nini. So amezungumza vitu vingi sana, lakini vyote anaomba msamaha mkubwa akisema kwamba amemisi familia yake, amemisi kumuona mtoto wake na mke wake wakiwa pamoja. So ni vitu ambavyo vimeonekana kuendelea kumuumiza sana Mwijaku katika kipindi cha hivi karibuni, na anasema kwamba anaomba msamaha dhati. Hivyo basi kama mke wake ataona hicho ambacho amekizungumza ama kukisikia, basi afikirie mara mbili kabla ya kuamua yale ambayo anataka kuyaamua. Lakini pia ameweza kukanusha ile story watu walikuwa wakisema kwamba Mwijaku yeye alifumaniwa na mwanamke mwingine, na anasema kwamba yeye hakufumaniwa kwa sababu katika maisha yake yote ya mahusiano yake ya ndoa pamoja na Mama Malichui amekuwa akimheshimu na kumchukulia mtu wa thamani sana. Hivyo basi hawezi kufumaniwa ama kwenda kutembea na mwanamke mwingine pembeni, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yeye mwenye binafsi amekuwa akijiepusha nayo sana. Sasa hayo ni baadhi tu ya maneno ambayo Mwijaku aliweza kuyazungumza kupitia kwenye moja kati ya interview ambayo alifanya na waandishi wa habari. Lakini pia tukiachana na hayo, basi comments pia zimekuwa ni nyingi sana kutoka kwa mashabiki mbalimbali juu ya kile ambacho Mwijaku aliweza kuzungumza, kwa sababu ameweza kutanguliza msamaha na maneno mengine ambayo ameyasema yameweza kugusa mashabiki wengi sana, na hizi ni baadhi ya comments kutoka kwa mashabiki mbalimbali. Huyo kwanza ameweza kuandika kwamba my fellow men, kumhesabia vitu ulivyompa mwanamke wako ni weakness kubwa sana, ni kumdharau huyo mwanamke kama alikuwa hana cha kuofa muda huo mkiwa pamoja. Strong manhood comes with strong wisdom. Na mwingine pia ameweza kuandika ujumbe wake kwamba omba msamaha kosa lako, usianze kulinganisha kwamba ulimfanyia hivi ulimfanyia vile. Hebu tulia, muombe msamaha kwa utulivu, atakusamehe tu, huyo ni mzazi mwenzio. Mwingine pia ameweza kuandika msamaha gani unakumbusha na uliomfanyia
ina maana akusamehe kwa kuwa umemfanyia hayo. Msamaha usiombe huku, kaombe kwenye familia huko. Na mwingine pia ameweza kuandika kwamba mke wa Mwijaku amsamehe mume wake, hamna mwanaume aliyekamilika chini ya jua. Na wa mwisho ameweza kuandika ujumbe wake kwamba haya mambo ya hivi yasikie kwa mwenzio tu, omba yasikukute. So ndo baadhi ya comments kutoka kwa mashabiki mbalimbali pia ambao waliweza kutoa mtazamo wao kwenye kile ambacho Mwijaku aliweza kuzungumza. Tafadhali tuandikie comment yako na hapo chini, lakini kubwa subscribe hapa kama bado hujafanya hivyo.